Tunawakaribisha katika jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Yeye apendaye maisha na kutaka kuona siku njema, auzuie ulimi wake usinene mabaya, na midomo yake isiseme ila. Waroma sura ya 3 shairi la 13 na shairi la 14. Koo lao ni kaburi wazi, kwa ndimi zao wametumia hila. Sumu ya fira i chini ya midomo yao. Vinywa vyao vimejaa laana, na uchungu ni neno la Bwana. Maneno nayo yasema yanaweza kulaani ama yanaweza kubariki. Laana ni nini? Laana ni ukosefu wa baraka. Neno laana ni neno unaweza kutoa kwa mwingine ili huyu afikiwe na mambo mabaya. Mambo gani yanaweza kuwa mambo ya laana katika ndimi zetu? Ya kwanza tujue ya kwamba kusema uongo ni jambo la laana. Kuleta uongo au kusema maneno yasiyo na kweli inaleta laana. Sababu ni jambo ambalo yule ambaye uliyesemea uongo, uliyenenea uongo, litamuumiza. Neno la laana ni neno ambalo unatoa, na unapolitoa ni ili mwingine aweze kufikiwa na mabaya. Jambo la pili, neno lingine la laana, kuharibu sifa ya wengine. Kuna watu wale ambao wanaharibu sifa za wengine. Wakati amesikia wamesema sifa zako, atatafuta tu jambo mbaya kusudi afifilishe hiyo sifa. Wakati unaposema vibaya kuhusu wengine, hii inaweza kuwa hatari kwa maisha yao, na hii ni hatari kabisa. Jambo la tatu linaloleta laana ni kuonesha chuki. Kuna watu ambao wanajaa chuki. Maneno yanaweza kuwa makali na kuleta mafarakano kati ya watu wakati kunakuwa chuki. Jambo la 4, kujihusisha na mambo ya giza. Mambo ya giza ni kwamba unapenda tu kutenda mambo ambayo yanapingana na tabia nzuri, yanapingana na mambo mema ambayo yanaweza kuleta baraka. Maneno ya giza ni maneno ambayo unayoyasema ndani ya kinywa chako na watu wanashangaa. Watu wanajificha. Jambo lingine ni kwamba wewe mwenyewe unaweza kujiletea laana wakati unaanza kusema maneno negative katika kinywa chako. Maneno ya kushindwa, maneno ya kupoteza, maneno ambayo haifanikishe. Wakati unapoyasema katika kinywa chako, hii nao pia ni maneno ya laana. Ujue kusema maneno positive kwa wewe mwenyewe na kwa watu wengine. Sema maneno positive, maneno ya kuweza. Maneno ya kuweza ndio tunaweza kukiri. Hii ni mambo ya baraka. Alafu mambo gani yanaweza kuleta baraka? Kuna mambo pia yanaweza kuleta baraka na ambayo tunaweza kusema hapa. Wakati unaposema maneno ya upendo, maneno ya faraja, maneno ya kujenga, hii inaleta baraka. Jambo la pili, wakati unatoa maneno ya kuwatia wengine moyo, hii inaleta baraka. Maneno ya kujenga na kutiana moyo inaweza kuwabariki wengine katika maisha yao. Jambo la tatu, kujua kushiriki ukweli. Kuweka wazi ukweli na kusema kwa uwazi. Tueleze uwazi, tusishirikiane na mambo ambayo sio ya ukweli. Jambo la 4, maneno ya sifa na shukrani.
Wakati unaposema ndani ya kinywa chako maneno ya sifa, inaleta baraka. Yeye apendaye maisha na kutaka kuona siku njema, auzuie ulimi wake usinene mabaya, na midomo yake isiseme ila. Kwa maneno hayo, kinachozalisha mabaya maishani mwa mtu sio shetani. Shetani anayewatesa watu sio shetani yule aliyeumbwa na Mungu. Shetani anayewatesa watu ni shetani aliyepewa nguvu na akili yako. Mpaka amesema na midomo yake isiseme mabaya. Maana yake kuna saa utawekwa kwenye engo ili useme mabaya. Fikiri hivi, kwa nini kwenye majaribu ya Yesu yote aliyojaribiwa aliambiwa afanye, lakini yeye hakuwa anafanya wala hakuwa anakataa kufanya, ila alikuwa ana respond? Kwa nini anajibu? Kwa sababu majaribu yote maishani mwako hayakutafuti wewe ufanye au usifanye. Majaribu yote maishani mwako yanakutafuta wewe useme kitu, kwa sababu hakijatimia kitu mpaka ulimi wako umetia signature. Kwa hiyo kama kuna chochote kipya unataka kutengeneza kwenye maisha yako, tunausubiria mdomo wako useme. Wote mlikuwa mnafanikiwa mpaka mlipobadilisha useme na kuanza kusema mambo ya kutokufanikiwa. Wote mlikuwa mna maendeleo mpaka mlipobadilisha cha kusema mkaanza kusema kitu kingine. Yote unayoyapitia sio halisi mpaka utakaposema, ndio uhalisia utaonekana. Kwa hiyo haijalishi unapitia nini saa hizi, anza kuongea maneno positive, kwa sababu uovu wote wa dunia hii hauko kwenye moyo wa shetani. Uovu wote wa dunia hii uko kwenye kinywa cha mtu. Uwe makini hata nyakati za amani na za uchungu unayoyasema. Lolote unaloliona leo ni matokeo na mjumuisho wa maneno ambao umekuwa ukiyasema na viumbe wasioonekana wanasikiliza. Kwa hiyo kwanza kagua moyo wako, usijaze uchungu, usijaze uovu, ili wakati unapitwa mahali pa kubananishwa usije ukasema ubaya. Mtu ni mwema mpaka atakapofungua kinywa chake. Mtu ana akili mpaka atakapofungua kinywa chake. Maana yake the limitation ya akili ya mtu yoyote ni mdomo wake. Kwa hiyo ukitaka kuipima hekima ya mtu, sio wakati amenyamaza. Wait for the person to speak. Kwa maneno hayo, kila kilichoko ndani ya mtu lazima kijaribiwe. Yakobo sura ya 3 anasema mtu asiyejikwaa katika kunena, huyo mtu ni mtu mkamilifu. Ukamilifu wa mtu na kutokamilika kwake sio katika matendo anayoyatenda, ni katika maneno anayoongea. Ni Mungu na anatuambia asiyejikwaa kwenye kuongea, huyo mbele za Mungu anaitwa mtu mkamilifu. Kwa hiyo Mungu alimwambia Yoshua, kitabu hiki cha Torati kisiondoke kamwe, sio kichwani, mdomoni mwako, yatafakari maneno yake mchana na usiku. Kumbe kuna tafakari ya kichwa na kuna tafakari ya mdomo. Unahitaji kubadilisha kazi unayoifanya, badilisha unachosema. Brother, unahitaji kubadilisha mke uliooa, badilisha unachosema. Merikebu inabadilishwa ielekee kokote anakoazimia kwenda nahodha. Kwa hiyo hatupelekwi mahali na mahali kwa sababu ya matatizo, ila tunapelekwa mahali na mahali kwa vile tunavyoazimia. Haijalishi upepo uliopo, mimi ndo nageuza kutoka kwenye upepo huu kwenda kule nakotaka kwenda. Tufahamu ya kuwa maneno yanayotoka ndani ya kinywa chetu yana nguvu. Pia inaweza kuwa hatari. Inaweza kuwa hatari kwa watu au ndani ya jamii sababu ya neno tu au ulimi. Alafu tunaweza kuwa na mtazamo mzuri kwa ajili ya maneno ya kujenga. Tuangalie maneno ya kujenga, maneno ambayo inahusika na kuleta baraka. Haya ndiyo ambayo tunaweza kusema. Share video hii kwa watu wengine. Hii itatufurahisha wakati watu wengi watakapofuata video hii. Ikiwa haujakubali Kristo kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yako, kupitia video hii tunakuita iwe njia ya kumpokea Kristo. Asante na Mungu akubariki.